ahlan wa sahlan na marhaba mpenzi mtazamaji, natumai umzima na buheri wa afya pote pale ulipo, bila shaka ukiwa unatazama KTN News. Karibu kwenye mpango mzima wa Zilizala Viwanjani, ambapo tunaangazia masuala chungu nzima ya sport, kuanzia raga, kriketi, tenisi na pia kandanda. Na hii leo mada kuu tunaangazia ni raga na pia riadha, maana kama nilivyokuambia hapo awali ni kwamba kikosi kinatafutwa ambacho kitawakilisha Kenya katika mashindano ya Olimpiki yatakayoanza tarehe 5 mwezi Agosti jijini Rio nchini Brazil, na shughuli yenyewe itaanza hapo kesho katika mji wa Eldoret. Na moja kwa moja hivi sasa, hebu tuende kwa Lynn Wachira ambaye yuko amekita kambi katika mji wa Eldoret ili kuangalia mambo yanaenda vipi kutafuta kikosi kitakachowakilisha Kenya katika mashindano ya Olimpiki. Lynn Wachira, uwanjani wako. Pata nafasi ya kuwa wenyeji wa mashindano ya majaribio ya kitaifa ama ukipenda mbio za mchujo, ambapo timu ambayo itawakilisha Kenya kwenye mashindano ya Olimpiki jijini Rio itachaguliwa. Kumbuka kwamba mashindano haya yatafanyika katika uwanja wa Kipchoge Keino ambao umo humu jijini Eldoret, na matayarisho yamekuwa yakiendelea siku nzima leo. Kumbuka kwamba hii ni mara ya kwanza kwa majaribio ya kitaifa ya michezo ya Olimpiki kufanyika jijini Eldoret. Mapema hii leo tulizungumza na mwenyekiti wa chama cha Olimpiki nchini Kipchoge Keino ambaye anasema mashindano haya yatakuwa ya kufana. They have been training here. They have never had any trial here. They have had championship here. And to me, we are going to get the best team here. And the facilities which they have been given by the government of Kenya here to be able to build a stadium like this one here is more important for us to be able to utilize these facilities. Why move out of this country and go and train outside of the area? Mapema asubuhi pia KTN News ilipata fursa ya kuzungumza na wanariadha ambao watawakilisha Kenya kwenye mbio za marathon jijini Rio, akiwemo Wesley Korir, Eliud Kipchoge na Bernard Kipyego ambao walifanya mazoezi yao leo asubuhi katika eneo la Kaptagat. You see, my three colleagues were training together. We had an agreement with Athletics Kenya that we train in the respective places. You know, this is marathon. This is not a track whereby any new coach can come and inject his own mind anyhow. So if you play with marathon, then you can train for 3 months and ruin the whole. Now I think I'm about 60%, which is really good when you talk to the coach. When we are 50 to 60 right now is the best, because you still have another 1.5 months to go. So you don't want to be at 80% right now, because if you're at 80%, you will go down. Training is going good. We used to train with a lot of athletes, international, and all other guys who have run major marathons. So training is going as normal, although there is weather conditions, but it's always going to be tough. The weather is tough, but we are trying to adapt it. Majaribio haya ya kitaifa ambapo Kenya itachagua kikosi ambacho kitashiriki mashindano ya Olimpiki jijini Rio yataanza hapo kesho na kukamilika siku ya Ijumaa katika uwanja wa Kipchoge Keino. Na kumbuka kwamba KTN News itapeperusha mashindano haya moja kwa moja kutoka jijini Eldoret. Habari ndio hiyo, bila shaka umeipata. Shukran sana Lynn Wachira kwa taarifa hiyo. Kumbuka ni kionjo tu, taarifa kamili ama uhondo kamili ni hapo kesho siku ya Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi, ambapo mashindano yenyewe yatakuwa yanaendelea katika mji wa Eldoret, na utakutana naye Lynn Wachira na pia Hassan Juma wakuletea matangazo hayo moja kwa moja kutoka Eldoret. Hivi sasa tuingie kwa raga. Ni kwamba timu ya raga, taarifa jinsi makundi yalivyo na pia nafasi ambayo Kenya wako nao pengine kufuzu kwa robo finali, ni naye mwanahabari mwenza ndani ya studio Moses Waisi. Moses Waisi, umeona draw ilivyokuwa ya Kenya, unaonaje? Wakenya wanasema pengine ni draw rahisi kulinganisha na kundi pengine kundi A na kundi B. Ukiangalia kwa umakini kundi cha ndio kundi ambao wengi pengine watapata kusema kuwa ni kundi ngumu zaidi. Tuna mibabe New Zealand pale, tuna Waingereza wanajumuisha kikosi cha Scotland, wanajumuisha kikosi cha Wales na vile vile wanajumuisha kikosi cha Uingereza. Ukijumuisha kundi lile utaona kuwa zile timu ambazo zinafanya tuwe na ile timu ya Uingereza peke yake ni timu ambazo zimefanya vema sana katika msururu wa raga. Kwa hivyo
Japan nao wako katika ile kikosi, lakini kumbuka katika mkondo wa Las Vegas Japan walipata kuwanyuka Kenya 19-14. Kwingine mwingine atasema kuwa tulipata kushinda dhidi ya New Zealand na ilikuwa ni 22-0 wakati wa mkondo wa Las Vegas, lakini kibarua cha Olimpiki sio rahisi katika kundi lote lile. Na bila shaka sio rahisi. Hebu tuangalie kwa haraka haraka makundi yote, tukianza na kundi A ambalo bila shaka linajumuisha timu sio rahisi, Fiji Waisi ambao ni viongozi na pia ni timu ngumu sana katika timu za wachezaji 7. Fiji walitoa msururu wa mwaka uliopita wakipata kuzoa alama 181. Hiyo peke yake inaonyesha kuwa hii ni timu ambayo ina wachezaji wa kutajika. Ndio tulipata kushinda Fiji katika mkondo wa Singapore mwaka uliopita na tulipata kuwashinda katika alama 30 dhidi ya 7. Kwa hivyo Kenya ilipata kuonyesha kuwa pia wao wanaweza. Lakini Fiji ukiangalia katika kundi hili, Fiji Brazil waliingia katika kundi hili kwa sababu wao ndio wenyeji wa taji lile. USA nao wamekuwa na hali ya matokeo mema, matokeo duni, matokeo mema, matokeo duni, lakini mkufunzi wao ni jamaa mmoja shupabu sana na stadi katika kufanya lile kikosi lipate kutoa matokeo ambayo yanafanisi. Argentina pia nao wamaliza katika nafasi ya 5 katika msururu mwaka uliopita. Kwa hivyo pia nao kundi A pia kuna michuano ambayo yatafurahisha sana wakati michuano yatang'oa nanga. Tathmini yako, unaona ni timu gani ambazo pengine zitatoboa kuingia katika awamu ya robo finali? Kwa sababu katika kila kundi timu ya kwanza na ya pili itapata kufuzu. Timu ya 3, zile timu 2 ambazo zitamaliza katika 3 na alama nyingi zaidi pia nazo zitapata kufuzu. Kwa hivyo kwa jumla ukiangalia pengine katika kundi hili naweza sema kuwa pengine Fiji ama kikosi cha Argentina wapata kuchukua nafasi ya kwanza na ya pili, nao timu ya Uingereza nao upande wao Marekani kunradhi watapata nao kuingia pengine kama timu ambayo itamaliza ikiwa imefuzu kwa alama nafasi ya 3. Kwa sababu utaangalia timu ya kwanza itazoa alama 3, timu ya pili itapata kuzoa alama 2, nayo timu ambayo itapata kupoteza michuano yao inazoa alama 1. Kwa hivyo pia wao wana nafasi ya kupenya katika. Hebu tutupie jicho kundi B, tuangalie kundi B lina timu gani na pengine timu gani ambazo zina nafasi ya kufuzu. Afrika Kusini ambao si wachache, Australia, Ufaransa na pia Uhispania. Unasemaje kuhusiana na kundi B? Afrika Kusini utakumbuka kuwa katika mkondo wa pili mwaka uliopita katika msururu wa raga Afrika Kusini ilipata kutoa taji la Cape Town. Walicheza nyumbani, wao husema mchezo kwao utuzwa na walipata kutoa ile taji. Kumbuka Uhispania, unajua watu wanasema kuwa utaangalia hapa hivi Uhispania useme kuwa Uhispania ni wanyonge katika kundi hili. Lakini kumbuka ndiposa wapate kufuzu, Uhispania wamepata kuchukua ile nafasi ya mwisho na walipata kucharaza timu ya Samoa. Na Samoa unakumbuka katika mkondo wa Paris mwaka uliopita wao ndio walikuwa mabingwa katika ule mkondo. Kwa hivyo Uhispania pengine nao wamesema tunaenda katika msururu na tumekuwa na matokeo ya kusuasua, pengine pale ndipo ambazo tunapata tune nasi tuseme pia sisi tunaweza kucheza na mibabe ambao wanatosha. Ufaransa utaangalia Ufaransa matokeo yamekuwa yakisuasua, lakini ukilinganisha Ufaransa na Kenya mechi yote ambayo tumekuwa tukicheza na Ufaransa wa Kenya wamekuwa wakikuwa na matokeo ambayo hayajaridhisha kabisa. Lakini watu wanasema kuwa hapa hivi Ufaransa, Australia nao wamekuwa katika hali nzuri sana kwa sababu utaangalia katika msururu mwaka uliopita na walimaliza katika nafasi ya 4. Kwa hivyo ni timu ambazo zinatajika, lakini hapa watu wengi sana wanapigia upatu South Africa, Afrika Kusini kuongoza katika ile kundi na pengine Australia ama Ufaransa, lakini pia Uhispania sio timu ambayo tunafaa kutoitilia maanani. Na kwa haraka tupitie kundi letu, kundi cha ambalo lina Kenya bila shaka. Unaozungumziaje kuhusiana na kundi hilo? Maana Kenya tunajua jinsi walivyoingia, ilikuwa ni dakika za mwisho kabla wafunge Zimbabwe na kufuzu kuingia kwa michuano ya Olimpiki. Je, wanao uwezo Kenya wa kutikisa mibabe? Katika kundi cha tutakumbuka katika ile awamu ya timu ambazo zilipata kupitia ndiposa tupate kufuzu. Dennis Ombachi tulikuwa kabisa hatungeshiriki katika mikondo hii. Dennis Ombachi alipata kuokoa Kenya na lile try la mwisho dhidi ya Zimbabwe ndiposa tukapata kufuzu. Lakini angalia kundi letu, tuko katika kundi cha na tuna mibabe wa New Zealand. Mibabe wa New Zealand nao katika mkondo ya mwisho New Zealand walichagua timu pengine mtu atasema ni hafifu, lakini mkufunzi wao alikuwa anasema sasa tunajua kile ambacho tunafaa kufanya ni kutoa taji la Olimpiki. Kwao taji la Olimpiki mkufunzi wao anataka lile taji sana. Wana uzoefu, wana wachezaji ambao wana tajriba ambayo imeshiba tunaweza sema. Lakini tuangalia pia tuna mibabe wa Japan. Pale ambapo wengine wanasema kuwa Japan ni timu hafifu, lakini Japan pia wanaweza. Wametucharaza mkondo uliopita katika awamu ya Las Vegas. Kwa hivyo pia nao
wanaweza na vile ambavyo tulikuwa tumesema awali, timu ambayo inaenda kama United Kingdom, hiyo Wales, Scotland na Uingereza. Uingereza ilimaliza nafasi moja tu nyuma ya Kenya. Tuna Scotland ambayo ilipata kutoa awamu ya London tukimaliza msimu huu. Kwa hivyo chagua wachezaji 12 bora kati ya timu zile tatu, walete pamoja na watengeneze lile kikosi cha Uingereza. Ni kibarua kigumu bila shaka. Kwa hivyo matumaini kwa Kenya, unaona Wakenya wakifika wapi? Kenya tuna tajriba, pia sisi tunaweza. Kumbuka mwaka 2009 tulipata kumaliza katika semifinali. Hii ni michuano ya michuano ya dunia. Mwaka 2019 pia tukapata kushinda katika mkondo wa Australia. Tukapata kumaliza katika finali. Mwaka 2013 Wellington tukafika katika finali. Na hivi sasa ukiangalia msimu vile ambavyo tulianza msimu uliopita Dubai, wengine wakasema wachezaji hawa ambao tumewajumuisha katika kikosi hawana ile tajriba, hawana uzoefu wa kutosha. Lakini tumeona vile ambavyo walitamba Singapore. Tulikuwa tunakosa wachezaji wenye wamechezea Kenya kwa muda katika mkondo wa Singapore. Lakini wale chipukizi ambao wamepata kuonyesha kuwa pia sisi talanta ipo. Tukipatia nafasi tutatamba na tutacheza na mibabe wa raga. Tunaweza, Kenya inaweza. Na mkufunzi mkumbuke Benjamin Aimba alichezea timu ya taifa, hivi sasa katika ukufunzi. Mbona tusipate kufika pengine katika nusu finali? Naam, shukrani sana Moses Waisi, mwanahabari mwenza akichanganua makundi yote jinsi yalivyo. Kumbuka yote 9, 10 ni kwamba nyasi zitaumia kati ya tarehe 6 na tarehe 11 mwezi Agosti katika jiji la Rio nchini Brazil, michuano ya Olimpiki. Je, Kenya watatamba? Ndilo swali nimekuuliza katika mtandao wa kijamii. Unaonaje kuhusiana na nafasi ambao Kenya wako nayo kutamba katika kundi cha? Katika taarifa nyingine hivi sasa, katika taarifa tenisi ni kwamba Serena Williams alianza vizuri kampeni yake ya kutetea taji la Wimbledon kwa kushinda seti 3 ama seti 2 za 6-2, 6-4 dhidi ya Amra Sadikovic wa Uswizi. Williams anapania kufikia rekodi ya Steffi Graf na mtazamaji, ikiwa unasherehekea siku ya kuzaliwa leo tarehe 29 mwezi Juni mwaka 2016, hebu tuangalie na michezo gani ambao unasherehekea pamoja nao siku ya kuzaliwa siku kama leo. Wa kwanza ni Rosa Maria dos Santos, anayefahamika sana kama Rosa Santos. Alizaliwa mnamo mwaka 1958 katika nchi ya Ureno barani Ulaya. Ni mwanariadha lakini hivi sasa ni mkongwe, maana yake miaka 50 anaingia hivi sasa. Alikuwa mwanariadha hodari upande wa wanawake, na pia alishinda taji la dunia, alishinda taji la Olimpiki na pia kushinda taji la bara Ulaya. Alishinda Olimpiki katika miaka ya 80. Aling'ara sana katika mwaka 1982 hadi mwaka 1992 akishindana marathon ama mbio ndefu 21. Hiyo inamaanisha kuwa alikuwa akishindana mara 2 kila mwaka na ameshinda mbio 14 katika mbio hizo. Kwa hivyo ni miongoni mwa wanariadha bora ambao wamewahi kukimbia katika bara Ulaya, na pia aliwahi weka rekodi kadhaa za kukimbia marathon. Mwingine ambaye amezaliwa siku kama leo ni Jan Gerard Mvila, ambaye anajulikana kama Jan Villa. Pia ni mchezaji ambaye anachezea timu ya Ufaransa, amechezea timu ya Ufaransa. Alikuwa ni mchezaji aliweza kucheza timu ya Ufaransa na alizaliwa mnamo mwaka 1990 katika nchi ya Ufaransa. Amechezea timu ya chipukizi Ufaransa wasiozidi miaka 17, miaka 19 na pia miaka 20, na pia aliwahi jumuishwa katika kikosi cha Ufaransa kilichoshiriki mashindano ya Euro mwaka 2012. Hivi sasa anachezea timu ya Rubin Kazan. Aliwahi chezea klabu ya Sunderland, kama unavyomuona amevaa jezi ya Sunderland kwenye picha hapa. Aliwahi chezea klabu ya Sunderland wakati mmoja, na pia aliwahi chezea klabu ya Inter Milan alipokuwa amepelekwa kwa mkopo mwaka mmoja. Mwingine amezaliwa siku kama leo ni Eva Maximiliano Banega. Anafahamika sana kama Eva Banega, ni kiungo wakati wa timu ya taifa ya Argentina. Amewahi chezea klabu ya Sevilla kuwasaidia kunyakua taji la Europa mwaka 2015, mwaka 2016 na pia mwaka 2014. Eva Banega alikuwa mchezaji muhimu sana kwa timu ya Argentina ambayo imeshiriki mataji kadhaa. Mwaka 2008 alishinda kombe la Olimpiki na timu ya chipukizi ya Argentina, na pia amewahi cheza mara kadhaa. Alizaliwa mnamo mwaka 1988 na pia aliwahi chezea kwa mkopo klabu ya Valencia. Hivi sasa baada ya kuisaidia Sevilla kunyakua mataji kadhaa ya ligi ya Europa, hivi sasa amejiunga na klabu ya Inter Milan bila malipo. Ndio wachezaji ama wana michezo ambao wamezaliwa siku kama leo. Mtazamaji, tunapumzika kidogo, lakini tutarejea baada muda usiokuwa mrefu ili tuweze kutangamana na timu ya Taisa ambayo iko hapa, ambayo imekuja wana jambo ambalo wanataka kuwaambia Wakenya. Ni jambo gani? Tutajua baada muda usiokuwa mrefu. Usicheze mbali.
Na mtazamaji, nilikuwa nimeketi kando, manake mimi ndo mkali wao. Ni vile tusijavaa jazi maalum, manake enzi zangu muulize Mkangai atakwambia, manake kama ni Vyenga alikuwa mwenyewe anaomba chumvi wakati huo Steven Mkangai. Karibu kwenye awamu ya pili ya Zilizala Viwanjani ukiwa na mimi Abula Ahmed. Tuko pamoja kama ilivyo kawaida kwa muda wa saa zima. Unawaona hapa nyuma ni vijana na pia kina dada wa timu ama kikosi cha Taisa ambao hapo kesho kama sijakosea watakuwa angani wakielekea Ufaransa kuiwakilisha nchi katika mashindano ya soka ya mitaani. Soka ya mitaani ndio walianza na wataenda kuiwakilisha nchi nchini Ufaransa katika mashindano ya Euro. Kuna mashindano maalum na watakuwa wanaenda huko ili kuwakilisha nchi katika mashindano ya soka ya mitaani. Tuingie katika Euro hivi sasa, na pia ama kwanza kabla niingie katika Euro hivi sasa niweze kuwajumuisha. Asanteni sana kuonesha weledi wenu japo pia hamunifiki. Asanteni sana. Niko nao Steven Mkangai ndani ya studio. Mkangai, niambie. Unajishasha kweli kweli Enzi zangu, wakati wangu. Nipo nashukuru sana, vijana wanajaribu kufanya mambo ambayo tunayafanya, na hata mimi umenipa nafasi angalau kutafuta vijana ambao wanaweza peleka katika timu ya Shauri Moyo ambayo kunapo majali mwezi huu wa 7 nitakuwa nafanya usajili. Naam, niko naye pia mkuu wao wa Taisa hapa, Bwana Gishuki, pengine ujitambulishe. Watu wanakufahamu sana sasa hivi, lakini kujitambulisha tu tena utuambie pengine mmekuja, kwa nini mmekuja, na jezi zao nzuri sana. Mkangai, itabidi tukitoka hapa nitabaki na moja. Asante sana Abula. Asante Abula kwa kutupokea hapa katika Zilizala Viwanjani. Sisi kama shirika la Taisa, Transforming Young Stars of Africa. Tumetoka kule Kitale, tuko safarini kuelekea kule Lyon, Ufaransa. Na tumesema kituo cha kwanza kabisa ambacho sisi kama Taisa tunakienzi ni kituo hiki cha KTN News na bila shaka Radio Maisha. Karibuni sana Wakenya, mamilioni ya Wakenya wanawatazama hivi sasa. Na mkishawaambia mkishatoka hapa basi bila shaka watakuwa jukumu lao lote, wanajua wanawategemea sana mkienda kule Lyon mmoja na kikombe mkija nacho kwanza kinatoa hapa Mkangai, si ndio? Bila shaka ni kama ibada. Naam. Na mwanadada pia tuko naye hapa aweze kujitambulisha jina lake na pengine ni kazi gani ambayo unafanya na shirika la Taisa. Mimi naitwa Margaret Monyani, mimi ndio mwenyekiti wa bodi ya Taisa na mimi ndio nimekuja na hao vijana ambao tunaelekea Lyon kesho. Ni tuko njiani, hatukutaka tuachwe na ndege, ndio maana tulifika hapa mapema. Kwa hivyo kesho asubuhi tutakuwa tunaelekea. Mimi ndio ni head of delegation ya hiyo team. Tutaenda pamoja na wao. Naam, shukran sana. Pengine wajitambulishe majina yao, pengine unacheza namba gani? Tuanze na huko mwisho kabisa. Maana kuna vijana wawili na mimi ni Irina Chieng kutoka Nasokol. Mimi ni shirika la Taisa. Nacheza namba 11. Namba 11. Kali sana nambari 7 na nambari 11. 11 mgongoni. Ogopa hiyo namba. Kwa majina ni Eric Ondicho. Natoka katika shirika la Taisa. Vile unavyoniona mimi, mimi ni goalkeeper hatari kabisa. Kumshinda hata pia David De Gea. Hata mimi pia ushantishia. Shukrani sana. Naitwa Maria Wambui, natoka Kitale, niko katika shirika la Taisa. Nina furaha sana leo kufika hapa KTN News. Nacheza nambari 7. Nambari 7. Naitwa Newton Kipkurui, kutoka shule ya msingi ya St. Teresa kidato cha pili. Nacheza kiungo cha 10. Namba 10. 10 striker. Kushuke huja kuja na mlinzi bwana, tunamlinda lango, tunao washambuliaji. Wajua Abula, kila mtu hapa anacheza ni mlinzi pia ni mshambulizi. Hiyo njia ya kushambulia ya kuzuia ni kushambulia. Kwa hivyo hatujakosea. Hatujakosea. Na bila shaka mtazamaji, hebu tupate kauli ya siku, alafu tutarejea na mengi kuhusiana na Taisa na pia michuano ya Euro hivi sasa. Hebu tuangalie kuhusiana na kauli yako ama kauli ya siku leo. Ni mtu gani ambaye anatupambia kitengo chetu cha kauli ya siku, na ni wazo gani ama jambo gani ambalo linafaa tuangazie? Kauli ya siku inatoka kwake si mwingine bali ni Paul Tergat ambaye alitamba enzi zake katika miongoni mwa wanariadha majina makuu tajika humu nchini. Paul Tergat anasema kuwa ask yourself, can I give more? The answer is usually yes.
Bila shaka usijiulize, maanake unaweza peana zaidi ya kile kitu ambacho inaendelea mpaka tarehe 10 mwezi Julai. Mechi ambazo tunakuletea moja moja katika runinga ya KTN Home, ili popote ulipo katika sebule na pale popote ambapo unapenda kuangalia mechi, unatazama mechi moja kwa moja katika runinga ya KTN Home. Bila shaka siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili tutakuletea mechi hizo mwendo wa saa 4. Tuangalie vikosi ambavyo huenda vikacheza siku ya hapo kesho Alhamisi kati ya Poland na Ureno. Tuanze na Ureno. Steven Mukangai kupitia tu kikosi. Lukas Fabianski baada ya Wojciech Szczesny kupata jeraha la paja, inamaanisha kuwa ndio basi hatacheza tena, lakini Fabianski amekuja na ameonyesha kuwa ni moto kote mbali. Angalia mechi kama ya Switzerland, alikuwa na nafasi kubwa sana kuonyesha kwamba anastahili kuwa goalkeeper nambari 1. Upo wakati alikuwa anapatikana moja kwa moja, lakini anaweza kuondoa na kupangua ile imekuwa juu. Ingawa alifungwa bao na Shaqiri ambalo hakutarajia, ule mpira ulipopigwa hakutarajia, lakini nasema kwamba ni goalkeeper mzuri. Ameshinda mataji mawili akiwa na Arsenal ya FA, inamaanisha kwamba ana uzoefu. Tuangalie safu ya ulinzi. Kuna Lukas Piszczek ambaye ni mchezaji wa klabu ya Borussia Dortmund, kuna Glick, alafu kuna Pazdan, Zedik. Kuna magumu. Kuna Kuba, alafu kuna Krychowiak, alafu kuna Mazinski, Grosinski, Milik na Robert Lewandowski. Lewandowski hapa mtu kuangaliwa sana upande wa timu ya taifa ya Poland. Kama wale mabeki nafaa fanya kazi kubwa. Tuangalie yule Rafael anafanya kazi kubwa kumshika ni kijana Milik. Milik katika mechi ya ufunguzi dhidi ya Neli funga bao nzuri sana. Ni mchezaji ambaye anasema kwamba ana uzoefu. Anapocheza mpira yake unakuta kwamba ana nafasi, ana uwezo kutoka na mpira ku dribble kutoka nafasi ya 7 mpaka katikati ya uwanja na afunge bao. Lakini Lewandowski unakuta kwamba labda apewe mpira katika mguu wa kushoto ndio afunge goli. Na kiungo cha kati ulivyosema, huyu jamaa tu ile jina lake ile ni Jasiski huyu. Ni miongoni mwa wale viungo ambao ni wazuri sana katika kule kumiliki safu ya ulinzi, anaweza hold na kuweza kuachilia mpira. Kwa hivyo nitasema kwamba ni kikosi kizuri, lakini kinapungukiwa na uzoefu. Hapa ni Lewandowski na Milik pekee. Umemtaja Milik, lakini kama pengine mchezaji angekuwa anatumia nafasi anazopata, basi Milik angekuwa mfungaji bora hivi sasa, maana amepoteza nafasi nyingi sana. Sasa hapo ndio uzoefu. Unakuta ndio mchuano kama hatua ya kwanza anafika, hatua kubwa ndio hii. Unakuta kwamba katika club level hajapata kucheza mbele ya mashabiki wengi kiasi hicho. Na unakuta labda ndoa yao na Lewandowski na Grosicki aingiani. Kwa hivyo nafasi anazo, ni mzuri, ni mbunifu, lakini kazi ni goalkeeper kumwangalia na yule beki wa timu ya taifa ya Ureno, Rafael. Na pia kuna mchezaji Błaszczykowski ambaye hayuko hapa, hatujamuona, lakini ameonyesha kuwa ana uwezo wa kutoka benchi na kuja kufunga mabao kuwapa ushindi Poland. Unakuta kwamba ni kama shafunzwa dakika za mwisho. Mechi ikifika dakika 70 ama 75 80 wakiwa hapo chini ama wako sare, ndio wakati wake. Akiingia anafunga bao, inaonyesha kwamba ana nishati, ana nguvu, ana ari. Na akikaa kwenye kiti kocha, mimi naongea kama kocha wa Shauri Moyo, unakuta kwamba kuna mchezaji anambia kwamba ukiwa nje usome mchezo. Utakapoingia ujue ule udhaifu fulani, mapungufu yake, na kisha utumie nafasi hiyo kuweka mpira wavuni. Nalinganisha lori na baiskeli, Shauri Moyo na Poland. Tunaangalia katika kikosi kingine Ureno. Hivi sasa tunatarajia pengine Ureno wafanye vizuri katika mechi hiyo. Rui Patricio katika ulinda lango, alafu kuna Suarez, Pepe mlinzi wa timu ya Real Madrid, alafu kuna Fonte, Guerrero, Joao Mario, kuna Adrian Silva, Cavallo, Renato Sanchez, Nani, alafu na moto kote mbali Cristiano Ronaldo. Unaonaje kuhusiana na hicho kikosi? Ni kikosi kimekamilika, na nitasema kwamba ukiangalia ulivyoanza mashindano katika mechi zote mpaka sasa mechi 4 hawajapata ushindi. Mechi wamepata ushindi juzi ni baada ya muda wa kawaida. Walipokuwa kicheza dhidi ya angalia mechi iliyofunga dakika za mwisho dhidi ya Croatia. Ni kikosi ambacho kina uzoefu. Rui Patricio tumeona katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya, ni goalkeeper ambaye anajua kwamba kiwanjani anastahili kufanya nini. Suarez muangalie, anasema kwamba ukihitaji yule mlinzi atakayekupa ile police marking ni Suarez. Alafu wana kila mtu mchezaji, wana Pepe kama leo mechao dhidi ya Croatia. Yaani anaweza kuikiza hata mtu unataka kuanguka na ajiondokee uende chini pekee yake uumie. Alafu Fonte nasema kwamba ukiangalia ile safu ya ulinzi yao imekamilika. Katika michuano yote wanakuambia kwamba ni Ureno na Poland ndizo timu ambazo zina safu ya ulinzi ambayo iko imara kabisa. Kwa hivyo nasema kwamba kiungo cha ulinzi, safu ya ulinzi kwa wema. Kiungo cha kati kwa haraka tuangalie Guerrero, Joao Mario na Adrian Silva, bila kumsahau Cavallo, William. Ricardo yuko nje. Ricardo ni uzee pia akiingia ni kwa uzoefu tu. Ricardo ni mzuri, ni kiungo ambaye anaweza haribu mpira wakati wote. Akichoka utamwona akuja Renato Sanchez kuja kusaidia wakati inahitajika. Kwa hivyo kiungo cha kati kilinganisha na Poland, Wareno wako wema zaidi.
Sanchez akianzishwa hapa sioni kama itakuwa rahisi kwake. Itakuwa vigumu. Ni heri aingie kipindi cha pili. Kisha Luinani na Ronaldo ndo wanaye nzuri. Tangu wakati wa Sir Alex Ferguson kule nani alikuwa na mbinu ya kudive wakati ndio apata penalty, lakini sasa amekomaa wakati huo akiwa Manchester ange dive apata penalty afunge. Lakini kwa sasa wanacheza vizuri, ndio haya ni nzuri na ni imani kwamba watakuwa na kazi rahisi dhidi ya Poland. Na mtazamaji, ni michuano ya Euro, lakini usisahau kuna swali nimekuuliza kuhusiana na raga. Kikosi cha Kenya kinatarajiwa kuelekea nchini Brazil Rio ili kuchuana katika mashindano ya Olimpiki. Draw imefanyika jana. Kenya imepangwa katika kundi chao. Unaonaje kuhusiana na kundi hilo? Wanao uwezo kupitia baadhi ya maoni ambao umetuma kwenye mtandao wa Twitter. Dennis Mashari anasema it's a little bit complicated kwa Kenya, itakuwa ni vigumu. Felix Rono katika mtandao wa Twitter pia anasema Shujaa watakuwa washindi katika michuano hiyo yote ambayo watacheza. Munene Mashari pia katika mtandao wa Twitter anasema hii inaitwa match fixing. New Zealand, England ndio wafuzu, Japan ni kifunga macho tu. Kila laheri Shujaa. Shukran sana Munene, ni maoni yako. Charles Marithe anasema kila laheri kwa Shujaa katika kampeni yao ya kuendelea ili kufanya vizuri katika mashindano yao. Alafu kuna Hebrews Rono, asante sana Abula, shukran sana. Anasema anafuatilia matangazo ya leo. Alafu kuna Kigma Juto, shukran sana kwa leo ambao anaendelea. Tuendelee na mada yetu kuhusiana na michuano ya Euro. Gishuki, sijui ni timu gani unashabikia katika michuano ya Euro tangu michuano ianze tarehe 10? Abula, sijashabikia timu yote. Naam. Na nilikuwa nikichanganua kuangalia vile mechi zinavyochezwa na kutoa uhakiki wangu kulingana na uzoefu na jinsi hali ilivyo. Kwa mfano timu ya mechi ambayo itachezwa kesho kati ya Portugal na Poland ni mechi ngumu. Haina urahisi wowote. Na timu hizi kulingana na Euro hii ambayo tumeshuhudia imekuwa ikiiva kadri mechi zinapoongezeka. Sasa ndio wakati wa kutambua nani mbabe hapa. Na ukiangalia Poland kidogo uzoefu kama timu ya taifa haupo zaidi. Na ukiangalia timu ya Portugal wachezaji hawa wamekuwa pamoja kwa muda mrefu. Lakini pia mechi kombe hili la Euro limekuwa na mambo ambayo wakati mwingine hatukuwa tunayatarajia. Hatukutarajia kwamba Uingereza itakuwa nje. Kwa hivyo hata kesho najua wengi wanajaribu kuwekeza kwa upande wa Portugal, lakini pia kuna mambo kesho. Unaelekea Ufaransa, ni watu ambao pengine utapishana nao mitaani huko ukiwa unashindana. Hebu tuambie mmejiandaa vipi katika mashindano hayo ambao mnaenda kucheza, mashindano ya soka ya mitaani? Naam, asante Abula. Tuna kongamano kubwa sana la mchezo ambalo linaitwa Street Football World ambalo kila miaka na katika sherehe mbalimbali huandaa festival kubwa sana. Tutakuwa kule zaidi ya watu zaidi ya 1000 kutoka mataifa 50 ambapo vijana wasiozidi miaka 17 watakuwa pale. Na katika kongamano hili na festival hili watoto ucheza katika kiloita football 3 kwamba ni wasichana 3 na wavulana 3 kwenye timu moja, lakini wacheza 5 aside, mmoja ni wa ziada. Kwa hivyo katika kila na uwanja huwa ni mdogo Abula. Uwanja huwa ni mita 40 kwa 20. Kwa hivyo mimi na Mkangai tumezoea viwanja vikubwa vile, itakuwa vigumu. Hapo itakuwa shida kidogo, chenga zitakuwa nyingi, utawekwa chini. Kwa hivyo hawa vijana wamekuwa wakifanya haya mazoezi. Na tulianza mwaka jana tukiwa kule Iringa, Tanzania, ambapo hawa vijana walienda wakacheza na wale wenzao wakapata uzoefu. Kwa hivyo pale Lyon, Ufaransa, jambo kubwa ni kucheza ule mchezo ambao pia ni wa kujenga amani, ni wa amani kabisa. Unaitwa football 3 kwa sababu inasuluhisha matatizo. Haina referee Mkangai, haina referee. Haina maamuzi. So wakati umezo ule referee amefanyaje, kuna kosa utafanyaje? Unajua Mkangai alikuwa aninongoneza sana, anasema basi hata kama sikupata tiketi niwe tu muamuzi au niingia mimi nipate nafasi. Hakuna maamuzi pale. Busara sana kueleza hivyo. Kwa ashamua kesi. Ashamua. Kwa hivyo lengo kubwa ni hilo Abula, ambao hawa wachezaji wengi ni wanafunzi wa shule ambao tumekuwa nao zaidi ya miaka 10 katika shirika la Taiza na wanaelewa kwa nini mechi zinachezwa. Zinakuwa na nusu tatu. Nusu ya kwanza mnakaa mnaunda sheria zenu. Kwa sababu kumbuka hakuna refa, mnaunda sheria. Hizi sheria mnazitumia katika kucheza na huwa ni dakika 10 na haina upande wa pili. Haina upande wa pili. Hivyo dakika 10 mnacheza, mnamaliza, tena mnarudi mnaketi, mnasema je, zile sheria tulizounda tulizikubaliana nazo? Na kama hatukubaliana nazo, kila mtu anapewa pointi. Ikiwa nimekufunga Abula, pointi ni 3. Lakini kumbuka pia wakati wa fair play point, kuna pointi ambazo tunapatia nazo 3. Ikiwa nilikuchezea kulingana na sheria tulizoweka, unanipa pointi 3. Ukiona kwa mfano nilikukosea sheria tu kufuata, unaweza kunipa pointi 1. Mwisho wa siku Abula, kuna timu hushinda kwa sababu ya fair play points, lakini sio zile za nini za kufunga kwenye mabao la. Na inawafunza kitu kimoja hawa vijana.
kwamba lazima maisha yetu tuweke mikononi mwetu. Sisi hatuwezi kuwa pale kila wakati kuweza kuwaelekeza. Na pengine wana majambo watatuambia hapa kivipi. Lakini kabla hiyo Abula, kuna wale tayari washatangulia kule Lyon. Coach Ojilo Francis ameenda yeye kwanza, sasa yeye ndiye coordinator mkubwa kutoka Afrika akiungana na wale wengine kutoka mataifa mengine. Pia yule kijana ambaye anaitwa Tony Gitei ambaye ni young leader tayari yuko kule, washaanza matayarisho. Kwa hivyo wakiondoka kesho, mambo yamekamilika kule. Mambo yatakuwa shwari. Dada, pengine utueleze, ampatie microphone tuambie, manake mmejiandaa vilivyo. Naona hapa yale mambo alikuwa wanafanya hapa muda mchache, si machache. Mmejiandaa vipi na tutarajie nini pengine mkienda Lyon mkirudi? Sisi tumejiandaa, vile Gishuki amesema tangu mwaka jana tukiwa kule Iringa walipeleka hawa vijana waanze waelewe huo mchezo wa football 3, maana tumesema hiyo nayo hatuchezi mchezo wa competition. Tunataka wacheze wakifurahia, kwa sababu huu ni mchezo wa si kuwafunza tu mambo ya talent peke yake, kulea kipaji bali pia maadili. Unajua kipaji kinaweza kuweka pale juu, lakini kubaki pale juu lazima uwe na maadili. Na hapa ndio tunawafunza kwa ile football 3. Ndio unaona hakuna referee, hakuna mwamuzi, wajua kujiamulia mambo yao wenyewe. Sasa hiki kikosi unachokiona hiki ni kikosi hatari. Kinaenda kuleta ile kombe hapa. Tumewatayarisha sawa sawa. Hao wavulana kwa wasichana wako sawa kabisa. Huyu goalkeeper wangu ako juu. Usimuone hivi. Kwa hivyo kesho tumesema tunaenda hata kule, ndio ndege yetu ni ya Istanbul. Tumesikia kuna vitu, lakini sisi tumesema hata kama ni kukimbia pale ama kupaa, sisi tutaenda. Hatuna wasiwasi. Tutarajie nini mkirejea? Tukirejea kuna mambo mengi pale. Kuna kujifunza, kuna kucheza. Na sisi kama shirika tunataka hawa vijana pia waende watangamane na wenzao, wapate kujifunza, hata wakirudi kule shuleni ambako wanasoma na pia kwa shirika. Kwa sababu hawa huwa volunteers kwa shirika letu. Wakifunga shule huwa wanafanya kazi pale, wanakuwa kwa mikutano yetu ili wapate kuchangia kwa kukua kwa shirika letu la Taisa. Hata mimi kama mwenye bodi pia nitakutana na wale kule delegation leaders wa mashirika mengine, tutatangamana, tutaelezana vile pia hao wanatumia huu mchezo wa mpira, kwa sababu shida ziko mingi katika jamii. Kuna wale wanafanya mambo ya madawa ya kulevya nini, lakini sisi huwa tunafanya kazi na watoto wa shule, wale wa shule ya msingi haswa. Tunawafunza maadili, tunawafunza mambo ya usafi, environment, mambo kama hayo. Na pia hayo mashirika mengine yako na programs zao tofauti, tutataka tusome kutoka kwao. Kwa hivyo tukirudi hapa tumeenda kuwakilisha tu sio Taisa, ni Kenya mzima. Kenya mnawakilisha bila shaka kabisa. Kwa hivyo tarajie mambo mengi. Shukrani sana. Na pia shukrani sana Gishuki na timu nzima kuja hapa. Lakini kumbuka, baada ya kwenda huko kurudi, bila shaka mtarejea hapa. Natarajia kikombe. Hii mipira mkangae hapa taitenga kidogo. Mipira itakwenda kando na pia zawadi. Yani tuletewa zawadi. Yani tuletewa kama mkangae tiketi umekosa. Yani akija letee jezi ya Olivier Giroud. Ya Giroud. Nitamwambia tu akuachie hizi moja. Sina kutosha. Ya Taisa ninayo. Unayo Taisa. Sasa nataka madamu akija akirudi tu afika Nairobi anitafuta anipe t-shirt. Ya Giroud. Giroud. Najua sana. Na mtazamaji, kufikia hapo tunabudi ila kukunja jamvi la Zilizala siku ya leo. Asante sana kwa wale wote ambao wafanikisha makala ya leo, kuanzia na kikosi kizima cha Taisa kikiongozwa na Bwana Gishuki, nambari 9 mgongoni Steven Mukangaya. Asante sana kwa kuja. Hakuna jazi la kuja. Asante sana kwa wale wote. Nashukuru sana kwa wale wote ambao wafanikisha makala kwa njia moja au nyingine. Jina langu ni Abula Ahmed. Tukutane tena siku nyingine sana wakati kama huu, panapo majaliwa yake Mola na uhai na uzima. Asante sana.